Na hivyo Yesu anapita sasa katikati ya Samaria. Anafika kwenye kisima cha Yakobo alichowapa wanywe maji. Biblia inasema akaketi vimbi hivi. Mama wetu anaeleza vizuri zaidi. Anasema Yesu alikuwa amechoka, amechakaa. Nywele zimejaa vumbi. Ndio maana tunasema tusome roho ya unabii, vitabu viko hapo nyuma. Soma, utapata maelezo zaidi. Amechoka. Hata nywele zimejaa vumbi. Roho ya unabii inasema akajitupa hovyo hovyo tu. Unajua ukichoka unaketi hovyo hovyo. Huku ameketi hivyo hivyo hovyo hovyo, anaendelea kutafakari kwamba Baba alitaka nije nifanye nini hapa? Ingawa ukimtazama Yesu kwa macho ya kiroho utasema anatafakari, maana Yesu wangu alikuwa Mungu. Kwa hivyo alijua. Baadaye kanatokea kama mwanamke, na ni saa 6 mchana. Na utamaduni wa hao watu walikuwa wanapenda kwenda kuchota maji asubuhi na jioni, sawa na Afrika. 6 mchana anakuja. Na anapokuja anaona kijana ameketi. Umesahau kwamba Yesu alikuwa kijana na amehama duniani ikiwa kijana miaka 33. Kijana. Ungejaliwa kumuona Myahudi ungejua wanavyovutia. Weupe kama weupe unaozidi wa Waarabu kidogo, lakini nywele nyeusi, wanavutia. Ameketi pale. Na kulingana na kisa inaelekea huyu mama alizoea kuwa na wanaume. Kwa hiyo kwake akaona hii ni nafasi nyingine tena. Huenda hata alisema kimoyo moyo, nipewe nini? Ndio faida ya kuja mchana. Hakuna watu wengine, ni mimi tu na huyu kijana. Nisikilize. Mwanamke anamshukuru Mungu wake kama sio shetani wake, kwamba nafasi imejitengeneza vizuri, kwamba leo amepata mawindo tena mazuri, kijana mzuri. Yesu naye ninamsikia kwa masikio yake hapo akianza kumshukuru. Haleluya. Nasema Baba, nimeanza kuelewa kwa nini unataka nije. Tazama roho nyingine tena kwa ajili ya ufalme wako. Kwa hapa ni kuindana. Nani atamwahi mwenzi? Mwanamke anataka kumuinda amuingize kwenye uovu, lakini Yesu anataka amuinde amuingize kwa ajili ya ufalme wake. Bwana asifiwe.